cha darasa licheke. Shangazi akalalamika kuwa kuna wanafunzi wawili wamekuja kushtaki hapa kuwa mchizi anasababisha ugomvi shuleni. Nilikuwa nataka kuwapa adabu tu. Kuwapa adabu kwa namna ile? Hii ndio sababu ya baba yako kukuleta hapa. Umekuwa mkorofi sana. Nilikuwa najilinda mwenyewe. Sikiliza, sitaki tena kusikia hizi taarifa kuhusu wewe. Shangazi akamtaka akae mbali kabisa na ugomvi. Sasa leo nyumbani Chidiomi akawa anasikia mtu anarusha mawe, lakini akichungulia hamuoni huyo mtu, lakini bado akawa anasikia hii hali. Akitazama hakuna mtu. Kumbe alikuwa ni Kelechi bana. Alishtuka huyo. Unataka kunipa matatizo ya moyo, si ndio? Samahani bana, tulia. Usinifanyie hivyo tena. Muda huo Chidera na Amara kumbe walikuwa naona bana. Tatizo hili mtu wangu. Basi bana Chimimi akamleta Kelechi chumbani kwake. Mchizi akaona picha. Ikabidi aulize, "Ni nani huyo?" Chimimi akasema ni mume wake. Ameshafariki kwa sasa. Chimimi apende kabisa kumzungumzia mume wake ise. Maana kila kimkumbuka roho yake inamuuma kishenzi. Lakini ikabidi amweleze tu Kelechi. Chimimi akasema yeye ni mtoto pekee wa kike nyumbani kwao. Baba yake hakutaka kabisa kumpeleka shuleni. Kwa hiyo akaamua kumwozesha kwa rafiki yake Nedu. Alikuwa na umri wa miaka 15 tu kipindi hicho. Umesema 15? Chimimi akakubali. Sikuweza tena kwenda shule, ndio maana nikaolewa. Niliolewa kwa miaka 7 kabla kitu kibaya kijatokea. Mume wangu akafariki. Ni miaka 3 sasa tangu amefariki. Nimekuwa nikipambana mwenyewe tu tangu muda huo. Kelechi alimwonea huruma kishenzi Chidiomi. Kila siku Chidiomi akawa anaenda mtoni kuuza samaki. Wakati anauza samaki, akaja Kelechi kumziba macho. Urafiki wao umekuwa mkubwa sana ise. Hadi watu wakaanza kuwaongelea. Wanaamini kabisa Chidiomi na Kelechi wanatoka kimapenzi pamoja hawa. Washikaji hawakujali maneno ya watu, urafiki wao ukazidi kukolea ise. Wakati shangazi yupo kwenye pitapita zake, akakutana na Kelechi hapa. "Ulikuwa wapi muda wote huu?" "Naangalia mazingira tu shangazi." "Wapi? Unanuka moshi na samaki hapa." Kelechi akasema, "Alipita mtoni ndio maana." "Kelechi, una shida gani? Umebadilika kabisa sasa hivi. Haukai nyumbani." Kelechi hakuacha kuja kumsaidia kazi Chidiomi. Mchizi anapika huku Chimimi anatengeneza samaki. Shangazi si akawaona wako pamoja. "Huyu anataka kuniletea aibu hapa kijijini." Shangazi hakupenda kabisa hiki kitu. Sasa baada ya muda aliporudi nyumbani, ikabidi amuulize, "Ulikuwa wapi?" "Nilitoka. Unanuka samaki na moshi." Kelechi akasogea karibu. "Unadhani sijui unaendaga wapi Si unavyofikiria. Ni marafiki tu. Kila mtu hapa kijijini anakuongelea wewe. Hayupo kama mnavyomwongelea. Kwa hiyo unataka kuleta aibu kwenye familia yetu, nyumbani kwangu na shuleni kwangu, si ndio?" "Sijaleta aibu kwa yoyote yule shangazi. Kwa mara ya kwanza nimempata mtu ambaye ananielewa na napata amani nikiwa naye. Unataka kuharibu tena kila kitu. Hivi unajisikia?" Shangazi kabidi ampige marufuku mazoea yote yale na Chidiomi. Sasa kwenye hiki kijiji wanaamini kabisa kuwa kwenye mahusiano na mjane ni mkosi mkubwa. Asubuhi na mapema tu wazee wakamfuata shangazi. Walikuwa nalalamika kuwa Kelechi kwa sasa yuko kwenye mahusiano na mjane. Shangazi akasema yule ni kijana mdogo, hawezi kulala na yule mjane, ni marafiki tu, lakini msijali, nitalishughulikia hili. Muonye huyo kijana aacheni kabisa na Chidiomi, la sivyo tutamuondoa hapa kijijini. Mara Kelechi akatoka akasema aendi popote pale. "Mwangalie huyu kijana, hana adabu kabisa, usimjali, hana akili huyo. Najua nyie ni kina nani, mkivuka mipaka pia nitajua. Mnayemwita mjane, mlikuwa wapi wakati anateseka? Mlimpa chochote? Hata kikombe cha mchele tu hakuna." "Nyamaza, niache niongee." "Mwacha ongee, mwacha ongee." "Sikilizeni, naheshimu tu hizo nywele zenu nyeupe kichwani, mnapaswa kuniheshimu pia. Nina mashine ya magoli kama zenu tu." Wazee wakashtuka. Anataja nini huyu? Kila mtu akapigwa na mshangao wa maana hapa. Hivi mliwezaje kumwozesha akiwa na miaka 15? Halafu mpo hapa kuongelea ujinga wenu Haitatokea. Natamani mabinti zenu na nyinyi wapitie hiyo hali, hasa wewe mzee. Kelechi akawa amesepa. Amesema na mashine ya magoli kama sisi Anayo, anayo. Wazee wamepata kinachowahusu, ikabidi wasepe tu. Huku mama Ejike akaja anakimbia kishenzian, akamtoa Chidiomi nyumbani kwake. Akamwambia wazee wamekasirika, wanasema wewe na Kelechi ni wapenzi, kwa hiyo wanakuja hapa kwako. Wakikukuta tu itakuwa noma. Ondoka mwanangu, ondoka. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako. We ondoka tu. Mama Ejika anampenda kinoma Chidiomi. Sasa Kelechi alikuja kukaa huku mtoni baada ya mabishano mazito. Pale pale Chidiomi na ndara zake naye akaingia hapa. Chimimi akasema amekuja hapa kwa sababu ameambiwa wazee wanamtafuta na hataki kuharibu maisha ya Kelechi hapa kijijini. Kelechi akasema hajali kama maisha yake yataharibika au vipi. Chimimi akasema kama tatizo ni urafiki tu basi wanaweza kuuvunja. Kelechi akasema ni zaidi ya urafiki. Ni nini sasa? Nakupenda Chidiomi. Sijawahi kujisikia hivi kwa mtu yoyote yule. Unamaanisha au? Mchizi akakubali. Kumbe wote walikuwa wanapendana bana. Tatizo lilikuwa ni nani ataanza kusema tu hapa. Sasa Kelechi akarudi nyumbani usiku, akakuta mizigo yake yote ipo nje. Shangazi hataki kabisa kukaa na mtu kama yeye aisee. Akamfukuza nyumbani kwake mazimu na mbiwa. Mchizi aliomba sana msamaha hapa na nini, lakini wapi. Mara mvua ikaanza kunyesha, ilichapa kisawasa wa hapa. Sasa ataenda wapi? Na hapa kijijini ni mgeni, ikizingatia pia ni usiku sasa hivi, kwa hiyo ni noma sana hii. Kelechi akaja nyumbani kwa Chidiomi. Aligonga sana hapa. Mwisho Chidiomi akamfungulia tu mchizi. Mchizi alikuwa anatetemeka kishenzi yani.
Asubuhi Kelechi akasema, sidhani kama ningetoboa usingenisaidia jana. Nini kimekufanya useme hivyo? Kile kimvua kidogo tu kilichokupiga? Kelechi akasema ana hypothermia. Huu ni ugonjwa wa joto la mwili kushuka kupita kiwango cha kawaida, na mtu kama akipigwa na baridi sana anaweza hadi kuzimia. Sasa ikabidi Chidiomimi aende kumchemshia maji Kelechi ili aje kumkandakanda akae sawa. Kweli bana, Chidiomimi akapambana kumchemshia maji Kelechi na nini vitu kaizo mtu wangu. Alipomaliza kuchemsha akaja kumkandakanda Kelechi. Chidiomimi ana upendo wa dhati sana ise, anampambania kinoma mchizi. Hivi mara yako wa mwisho kukandwa na maji ya moto kwenye mahusiano yako ni lini? Hebu tuambie hapo, au ndo tuwaache na huu mwezi wa wapendanao? Sasa taarifa zimeenea kuwa Chidiomimi na Kelechi wamekutwa wanafanya mapenzi pamoja. Kila mtu anashangaa hapa, kijana mdogo kama yule anahangaika na muuza samaki kweli? Hao ni wasichana wazuri kama sisi hivi? Ni mwezi sasa umepita, Chidiomimi bado anaishi na Kelechi nyumbani kwake, anafanya kila kitu kwa ajili yake ise. Sasa leo amerudi nyumbani akamkuta Kelechi bado amelala. Akashangaa kishenzi, ni sio kawaida yake kabisa mchizi. Akajaribu kumwamsha lakini wapi, akamtikisa lakini kimya. Akaona hii hali sio ya kawaida. Sasa alimwamsha sana, naambiwa mchizi yuko kimya tu. Ikabidi aanze kupiga ukunga hapa. Alipiga ukunga kishenzi yani. Mapigo ya mbio akaanza kwenda moyo kwa Chidiomimi. Mshikaji akashtuka, kumbe alikuwa anamtega bana. Chidiomimi akasema, siku nyingine usifanye hivyo, nitakumwagia maji ya moto. Utani gani huu sasa? Sasa kama ingetokea kweli Kelechi kapata matatizo, basi Chidiomimi angeingia kwenye matatizo makubwa sana ise. Ikizingatia wanakijiji wampendi huyu, basi angekoma. Sasa Kelechi na Chidiomimi wakawa wanaenda pamoja kwenye samaki na nini. Kifupi urafiki wao umekomaa sana kwa sasa. Leo hapa kijijini wamepata ungeni wa gari moja nzuri ya maana mno. Alikuwa ni baba yake na mama yake Kelechi. Wamekuja na hasira kishenzi kwa Chizoba. Wamepewa taarifa kuwa mtoto wao amepotea hadi hivi sasa, yani haonekani. Siamini kama Kelechi yupo na mjane. Wamesema wanapendana sana. Nilimfukuza hapa nyumbani nikiamini pengine atajifunza makosa yake, lakini hata ajisumbui kabisa. Anajua nini kuhusu upendo? Ikabidi waende kumtafuta sasa. Huku mwana anaishi maisha yake tu, hajeri kama kuna shule au kuna wazazi. Anapasua kuni vibaya mno. Mara wazee wake wakafika, hawaelewi kinachoendelea. Chidiomimi si akamwona mteja wake mkorofi, kumbe ni mama yake Kelechi bana. Si mnamkumbuka Kila mtu akawa anamshangaa Chidiomimi. Kati ya wanawake wote hapa kijijini, kwa nini umchague mjane? Kelechi akasema, najua mnataka niwe mtu mwema, na hii ndo njia pekee ya mimi kuwa mtu mwema. Nampenda sana, naomba mniruhusu tu nifanye maamuzi yangu. Mnaona ndo nilikuwa nawaambia hiki. Hasikii chochote huyu. Mzee kabidi amtoe pembeni mwanaye ili wazungumze kiume. Sasa mwanangu, umebadilika, naona kabisa, umenivutia hata mimi. Kwa nini mjane? Kwa sababu duniani mambo yamebadilika. Ukipata amani shikilie, usiache iondoke. Mzee, Chidiomimi amenipa amani, kanifungulia mlango usiku. Mzee amenijali, amenilisha kwa pesa zake kwa mwezi sasa, amenifanya nijijue mimi ni nani. Mzee akasema, ni mjane, watu wataongea, acha waongee, hakuna anayemjua zaidi kama mimi. Ana miaka 25 tu, mimi nina 21. Utofauti ni kidogo tu. Hakupenda kuolewa, alilazimishwa tu kuolewa. Alikuwa na miaka 15 tu. Mzee akauliza, unataka nini? Nataka kuwa naye kwa sababu nampenda. Kelechi, kwa nini umekuwa mkorofi? Haupaswi kabisa kuwa na huyu mwanamke. Hii sio movie. Hivi kitatokea nini ukiamka asubuhi ukagundua haumpendi tena? Nitajivunia kuwa nilimpenda sana, na kuahidi hiyo siku haitakuja kutokea. Mzee akaelewa ise. Ikabidi ampe mwanaye anachokitaka tu. Mzee ikabidi amuulize Chidiomimi, tunaweza kwenda wote mjini? Chidiomimi akakataa, akasema na biashara yake hapa, na baada ya kuanza shule ameona utofauti kwenye maisha yake. Kelechi naye akamfuata Chidiomimi, akasema anataka kukaa hapa kijijini hadi amalize shule. Basi penzi likawa shata mtu wangu. Kwa mara nyingine tena wamerudi shuleni pamoja. Fatima alifurahi kishenzi kumwona rafiki yake hapa. Fatima akaanza kumpa umbea sasa, akamwambia Chidera amekamatwa yuko na mwalimu Marvelous, na Mara pia amekutwa na ujauzito. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu. Linaitwa A Place With You. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, comment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.